earth. So decision ya kufulfill destiny ni yako, but God chooses our destiny. That is why in Jeremiah chapter 1 and verse 5, this scripture is not only to Jeremiah, it is to all of us. Jeremiah chapter 1 verse 5, Mungu anamwambia Jeremiah ya kwamba before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. This happens to everyone. And God is saying, before you are conceived in your mother's womb. You know, that is very deep. Because according to God, He knew you before you are conceived in your mother's womb. Ukisoma Ephesians chapter 1 and verse 4, itakuonyesha ya kwamba Biblia inasema, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight in love. When were you chosen? Before the foundations. Kwani Mungu unafanya kazi namna gani? Isaiah 46 and verse 10, Biblia inasema ya kwamba God declares the end from the beginning. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Ukitaka kujua Mungu ni Mungu, you know, one of the things that strengthened my faith, and I said I can die for my faith, is when I understood the prophetic foundation of the church. The Bible says the church is built on the foundation of the prophets and the apostles. The prophets and the apostles is because the apostles gave us the New Testament. Bwana apewe sifa. The prophets are the ones who prophesied even before, many years before Jesus was born. They prophesied everything. 1/3 of your Bible is prophecy. That is why if you read the book of Matthew, because Matthew was speaking to the Jews, Matthew was quoting the Old Testament. Everything that happened to Jesus, he could say, and it was fulfilled what was written by the prophet. Because everything, that is why the two people from the Emmaus here told them, how foolish are you to understand what is written in the Psalms and in the prophets. Kwa sababu mambo haya yote ya kusulubishwa kwa Yesu, Daudi alitabiri 1500 years, na akasema watamsulubisha katikati ya wezi wawili na wagawane nguo zake. Mika alitabiri miaka 500 atazaliwa mpaka kijiji Efrath, akatangaza mpaka kijiji Yesu atazaliwa. Isaya zaidi ya miaka 700, praise the name of the living God, akasema atazaliwa na virgin. Yani imagine, hawa manabii walikuwa na tabiri, hata wao walikuwa nafikiria hii mambo wanatabiri itafanyika wakati wao, lakini walikuwa na tabiri wanakufa na kile walitabiri hakijatimia. So wakati Yesu alizaliwa, he was a fulfillment of prophecy. Praise the name of the living God. And not only him alone. Mungu, ukisoma kama kitabu cha Revelation, saa hizi unaona vile kumekuwa na joto, global warming, mabadiliko ya anga. Soma Biblia inasema katika Ufunuo, kuna wakati jua litakuwa na moto wa kuchoma watu. Haya ni mambo yanayotimia. Soma Revelation inasema kuna wakati hautanunua without a number. Leo ukienda kununua gari lazima uwe na PIN number. Bado tunaendelea kuandaliwa kuwekwa microchip. Watasema baadaye uwe na ID na driving license na passport na vitu nyingi, na vile zinapotea na watu wanakuwa kidnapped. Unawekwa tu chip ndio ujulikanange mahali huko. Ta ukienda kwa banka kuna kubeba kitu, ni kitu tu imewekwa pale inasoma tu. Ukifika pale wanakusalimia, Apostle Kimani uko namna gani? Wako na all the information, inajitoa tu kwa computer. Huko ndio dunia inaenda. Lakini mambo mengine kabla yafikie, kanisa litakuwa limenyakuliwa. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mambo mengine yameandikwa in the book of Revelation. Yohana aliona, yani alisema aliona kama nzige. Unajua
Watu hao wa zamani hawakuwa wameona vitu kama ndege za vita. Sasa aliona kama nzige, na ikiondoka inatoa mgurumo kama waradi, na nyuma yake inatoa moshi. Sasa ni nzige gani iko na mgurumo wa radi na inatoa moshi? Lakini kwa sababu hakuwa ameona kitu kama ndege za vita, zile jet zinaondokanga, unasikia ni kama kuna mgurumo unatokea na inaenda ikitoa moshi mwingi. Hakuwa ameona vitu kama hizo. Praise the name of the living God. Biblia imesema kuna wakati mtu ataongeanga mwisho moja wa dunia, mwingine mwisho wa dunia anasikia. Saa hizi ninaongea hapa, watu wananisikia wakiwa Amerika, Australia na mahali kwingine. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ukielewa the prophetic foundation ya kwamba mambo yale yote, leo ukisoma Biblia unasoma habari ambazo zinatukia saa hizi, kwa sababu Biblia imenakili mambo yale yote yatakayotukia kabla hayajatukia. That is the wisdom of God. That is the sovereignty of God. God is sovereign. Wakati Mungu anatangaza mwisho akiwa mwanzo, anakuambia mimi ndiyo kusema, anakuambia I am in control of everything that is happening. Praise the name of the living God. Biblia inasema siku za mwisho kutakuwa na uongezefu wa maovu. Matthew chapter 24 verse 12. Na Biblia inasema kwa sababu ya vile uovu utaongezeka, upendo wa wengi utapoa. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Sasa ukiona mambo kama haya ya LGBTQ, it is part of prophecy ya kwamba uovu utaongezeka, na uovu ukiongezeka sana, watu wengine wanauliza mimi ni nani? Hata mimi ni afadhali nafanya usherati hapa. Wengine wanalala na wanaume kwa wanaume. Yaani unasikia upendo wako umepoa, unakuwa tempted kuona ya kwamba uovu umekuwa mwingi. Ukisikia fulani alifanya, hata mchungaji fulani alifanya, hata fulani na ni mtumishi wa Mungu, unauliza mimi ni nani? Praise the name of the living God. May God have mercy upon us in the mighty name of Jesus. Praise the name of the living God. When I understood the prophetic foundation of the word of God, of the church, mimi nilitiwa nguvu sana kuelewa huyu Mungu hayuko katika majaribio. Kama walitabiri kuzaliwa kwa Yesu mpaka kijiji, mpaka kuzaliwa na bikira, mpaka vile atauzwa pesa ngapi Yeremia alitabiri, mpaka atasurubishwa katikati ya wezi wawili, na wale waliotabiri atazaliwa mara ya kwanza na vile atakavyokufa, walitabiri vile atakavyorudi. Soma mpaka Genesis. Enoch, mtu wa 7 kutoka kwa Adamu, yeye hakutabiri kuzaliwa, alitabiri kurudi mara ya pili kwa Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa hivyo kama walitabiri vile watakavyozaliwa na akazaliwa hivyo exactly, sina wasiwasi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Malaika akawaambia wanafunzi, huyu Yesu vile mnamuona hivyo ameenda amebebwa na mawingu, hivyo hivyo mtamuona akirudi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na kwa hivyo Mungu ni wa kuogopwa, wapendwa, ya kwamba yeye anapanga mwisho miaka maelfu akiwa mwanzo. Wewe hata kupanga mambo ya miaka 5 inakuanga gumu. Kupanga mambo ya miaka 30 ni ngumu. Wengine hata kesho bado unasema nikiamka ndio nitajipanga. Kwa sababu wakati mwingine hata hujui maisha yako pali inaelekea. Mungu anapanga mambo ya miaka maelfu, na anasema hivi ndivyo, na anaapa. Hiyo Isaiah 46 verse 10, anaapa, anasema my purpose will stand. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say my purpose will, and I'll do. Mungu anaapa, anasema kusudi langu litasimama. Naomba kusudi la Bwana lisimame katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu alipanga hatima
Mungu haanzishi jambo lolote kabla hajaona mwisho wake. Ukiona Mungu ameanza jambo, already amekuwa kule mwisho. Your future is God's past, because already Mungu amekuwa kule. Ukiona Mungu amekupatia vision kama hii ya huduma, Mungu ameona maono hayo yatafika wapi. Aliwaambia wana wa Israeli in the book of Exodus 23 from verse 28, akawaambia, ninapowaondoa na kuwapatia nchi hii, nchi nitawapatia kidogo kidogo, lakini nimejua mipaka yenu. I'll send the hornet ahead of you to drive the Hivites, Canaanites and the Hittites out of your way, but I'll not drive them out in a single year, because the land would become desolate and the wild animals too numerous for you. Little by little I'll drive them out before you, until you have increased enough to take possession of the land. Praise the name of the living God. I will establish your borders from the Red Sea to the Sea of the Philistines, and from the desert to the river. I'll hand over to you the people who live in the land, and you drive them out before you. Mungu anasema hii nchi sitawapatia yote kwa mwaka mmoja. Wapendwa, kuna kazi Mungu anafanya na maisha yako. Hata kama unaona kama unaenda hatua kwa hatua, the Bible says it's from glory to glory, faith to faith. Aliwaambia sitawapatia hii nchi kwa mwaka mmoja, but little by little. Unaanzia nyumba ya bedroom moja, but that is not your destiny. Your destiny is to be a landlord. Your destiny is to be a landlady. But you start by renting a single room house. Inaitwa, though your beginnings may be humble, but your end, praise the name of the living God, your end. I remember when God sent me to Nakuru to begin a ministry. Nilikuwa nahubiria watu 4, watu 7. Saa hiyo my wife anakuja anaongoza ibada. Watoto wetu ambao wako hapa saa hizi 2 mapacha, saa hizi ni watu wakubwa, ni watu wazima. Wakilia kwa ibada, anawacha kuongoza ibada, anashika mmoja na mimi nashika mmoja. Sasa unauliza naye washirika watafanya nini? Kwani washirika ni nani? Si ni msichana wa kazi mlikuja naye katika ibada, mama alikuja kututembelea na watu 2 hapo. Unajua watu wale wanaingia kanisa mwanzo ni watu hata wao wako wasiwasi tu, mko hapo tu wasiwasi nyinyi wote. Bwana asifiwe sana. Mpaka nilikuwa naambia Mungu, si unipatie watu 20. Nilikuwa na viti 40. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwanzo wako unakuwa mdogo, lakini mwisho wako, na achilia neema ya kufika mwisho. In the mighty name of Jesus. Your present cannot dictate your future. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ile hali uko nayo siku hii ni mapito tu, unapita. Hapo unaishi siku ya leo ni mapito tu, unapita. I break every power of stagnation in the mighty name of Jesus. Hiyo kazi wengine umeandikwa, utakuwa employer ambaye ataandika watu wengi, lakini unaanzia mahali katika jina la Yesu Kristo. Hey, wengine siku ya leo ni messenger, lakini ni Mungu peke yake ambaye anajua destiny yako utafika wapi. Na achilia neema juu yako. Mtu asikudharau, na wakikudharau watakusalimia kwa heshima siku moja, wakiangalia vile Jehova ametenda katika maisha yako. Pokea neema ya kusonga mbele. Don't despise the humble beginnings. Praise the name of the living God. You know, the kingdom of God is compared with a mustard seed, one of the smallest seed, ambayo ikipandwa Biblia inasema inakuwa mti mkubwa. Ndege wanajenga viota na wanyama wanapata kivuli. Bwana asifiwe sana. Lakini ilikuwa mbegu ndogo,
The kingdom is manifested through growth. Na kile kitu cha muhimu katika maisha yako ya wokovu ni to make sure I am growing. I am connected to the life of God. I may not be where I want to be, but I am not where I used to be. Praise the name of the living God. Hallelujah. Huduma yangu bado haijafika mahali Mungu amekusudia, lakini nashukuru Mungu siko mahali ambapo nilikuwa miaka 10 iliyokwisha. Bado ninasonga mbele. Ninaachilia neema juu yako ya kusonga mbele, ya kusonga mbele. Maroho ya stagnation ambayo huzuilia watu hayana nafasi juu ya maisha yako. In the mighty name of Jesus, stagnation be broken. Wale wamekaa mahali pamoja, wale wamezunguka mlima moja kwa muda mrefu, those spirits of stagnation, hey shakama gandama, hiyo makata mazia rabina, hiyo roho ya stagnation ikuachilie. Move forward. Hii ni wakaria. Mungu akawaambia wana wa Israeli, you have gone loud the same mountain for so long. Mungu hataki uzunguke mahali pamoja kwa muda mrefu. Bwana asifiwe sana. Mimi hata huwa na advise watu, ukiona ulijenga nyumba na ile nyumba ambao unakaa ulijenga 20 years ago, tafadhali hiyo nyumba uza, uifanye ploti, uende ununue ploti mahali pengine pazuri, uhame, uache watu wale wanafaa kukaa hapa, because wengine hata mahali unakaa ile gari huko ni mahali ulikuwa 20 years ago. Life is supposed to progress. Mahali ulikuwa 20 years ago unawachia mwingine hiyo nyumba, unanunua kiwanja mahali ambapo ni pazuri zaidi. Maisha yanasonga mbele, unaachia mtu mwingine hapo na wewe unasonga mbele. Wacha kusema hii gari naipenda sana. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati Mungu anakubariki na gari na inakuwa ni baraka kubwa, lakini kuna wakati inafika lazima uachilie. Jina Bwana ife sifa. Najua hizi gari za Vitz kwa mafuta ni kunusa peke yake. Kuna wakati ulikuwa una afford mafuta ya kunusa. Sasa Mungu anaendelea kukubariki, waachia mtu mwingine ambaye anatoka kwa motorbike aingie kwa hiyo gari ya vita, na wewe usonge hapo mbele kidogo. Kwa neema ya Bwana, pokea hiyo neema ya kusonga mbele. Bwana asifiwe sana. I remember there was a time we were living somewhere in Nakuru, and time came for us to move from that house. But because the ministry was not very stable, I was fearing, because there is a house we had seen. Now I felt the peace of God rested in that house, but because the rent was high, sikuwa na amani ya kuingia nyumba. Sasa nikatafuta nyumba nyingi, nikakaa, nikizipata nasikia hazina amani. Finally, baada ya kusumbuka, nikaambiwa nyumba yako ni ile uliyopata, inua imani yako uingie kwa hiyo nyumba. Praise the name of the living God. It's from one glory to the other, from faith to faith. Kuna wakati Mungu anataka uinue imani yako ndio uingie kiwango hicho kingine cha maisha yako. Haitakuwa rahisi, but you can lift your faith na uamini Mungu atakusaidia, kwa sababu maisha yanafaa yasonge mbele. Maisha yafai, Biblia inasema I'll give you the land little by little. Lazima uendelee kumiliki kidogo kidogo mpaka ufike mipaka yako. Kama mipaka yako ni kuwa na nyumba ya bedroom 5, lazima utaanza mahali utakuwa na za 2 bedroom, 3 bedroom, ukisonga mbele. Kama utakuja kuishi ile estate mzuri kabisa, hautaanza hapo. Haupandi mti kutoka juu, unaanza pale chini. But make sure that there is growth. Na hii growth pia iende na timing ya Mungu. Usiende kukopa pesa nyingi halafu ununue gari na haikuwa wakati wa Mungu, halafu unaanza kuuza mgudi ununue mafuta. Tinani atanunua hii spare wheel na gari imekosa mafuta? Bwana asifiwe sana. Lazima uingie kiwango ambacho imani inatosha, neema inatosha, na unasikia pia ni season ya kiwango hiki. Praise the name of the living God.
Hey, shakabaganda. Am I speaking to somebody tonight? Natangaza baada ya mkutano, ingia kiwango kingine. I remember when I went to Nakuru, tulikuwa tunatafuta hall. Na it was very challenging to find a hall in the city center. Wakati tulikosa hall kabisa, nikasema tufunge siku 3. Baada ya siku 3, usiku wa siku 3 Mungu akanionyesha hall 2. Moja ilikuwa basement na ingine ilikuwa mahali juu kwa gorofa. Na wakati niona hiyo dream, the following day saa 8, because I have looked for a hall for a long time, nikasikia this is not an ordinary dream, it was from God. So saa 8 nikaanza, because nilikuwa na picha, nikatafuta maagent, nikawauliza hapa Nakuru kuna mahali unajua kuna hall ya basement? Yule nikutana naye kwanza akaniambia hapana, Nakuru hakuna shida ya parking, hakuna basement. Nikawachana na wewe, haujui mambo ya Mungu. Nikaenda nikatafuta mwingine, nikamuuliza hapa kuna basement? Akaniambia kuna moja ilikuwa inajengwa ikiwa bank, lakini haikufunguliwa, wacha twende. Tulipoenda kwa hiyo basement, tulikuta kibango kimeandikwa the prayer embassy is temporarily closed. Kumbe ni watu walikuwa wanatumia ile nyumba kama prayer hall, iko na viti, iko na stage. So nikaenda kwa the agent, wakaniambia enda kwa ile ofisi fulani ya ministry. Nikaenda kwa ile ofisi, wakaniambia wewe ni mchungaji, unataka kuanza kanisa? Wakaniambia hata hizo vitu chukua. Bwana asifiwe sana. The same day I located the second building, a hall. Na hiyo hall haikuwa empty, ilikuwa imegawanywa maofisi, lakini imegawanywa na partitions za mbao. Mungu akaniambia baadaye utakuja hapa, haitakuwa rahisi kupata hii, lakini baadaye utakuja hapa. So imagine Mungu anajua this will be a soft landing for you as you start, but I know where I'm taking you. Praise the name of the living God. Hallelujah. Tulipokaa hapa, nikawa nafuatilia ile hall. One of the things that started happening in that building, watu walianza kuhama maofisi ndio wafungue mlango, watu wale wako kwa hii hall wapate nafasi za kuingia, ndio tubomoe iwe hall. So tukafuatilia. Wakati niipata ile hall, kuna wengine hawaku wamehama, nikachukua pale mwisho nikabomoa. Mwenye nyumba akaniambia unabomoa na hujui kama wengine watahama. Because alikuwa Muislamu, nikaona nikimwambia hapa ni Mungu alinituma, ataona kama nimekuja kuchukua hata nyumba. Although finally hata nyumba baadaye waliuza. So hiyo building tulichukua hiyo hall ya kwanza, tukachukua ya pili, tukachukua ya 3, ulikuwa unahubiria chini, hizi zingine 2 tunaweka screen. Mungu alikuwa anajua. Zilipojaa kabisa, nikaambia Mungu nifungulie the next door for destiny ya hii huduma. Ndio tukaona kiwanja mahali tumejenga kanisa, lakini nilikuwa naogopa hiyo kiwanja na nini, tutapata hii pesa yote wapi? Lakini mzee mmoja wa kanisa la PC ambaye tulikuwa tunajuana naye, tukiwa naye akaniambia, Apostle, nilionyeshwa ndoto. Na hii ndoto tulikuwa tunapita Bagain Road. Hiyo kiwanja mahali si tuko kanisa, kuna barabara inaitwa Bagain. Tulipokuwa tunapita hapo, kulikuwa na kanisa kubwa hapo. Yule mtu tulikuwa naye akaniuliza, hii kanisa kubwa ni ya nani? Na mimi nikamwambia ni ya rafiki yangu anaitwa Kimani. Praise the name of the living God. Nikajua mahali kanisa inahamia. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu ameandaa kila kitu, na sasa hata mahali tunaenda mahali pengine, na hata mahali tunaenda there is still a prophetic word. Mahali pale Mungu alikuwa ameonyeshana na amenena kutajengwa nyumba yake. Huyu Mungu amekupangia maisha yako, na wewe nakufungulia hiyo neema. Hiyo neema ikuongoze, ikutoe from one glory to the other in the mighty name of Jesus. Ninakufungua usiku wa leo, vita vya hatima yako vifike mwisho, hautazuiliwa mahali pamoja. Ninatangaza utasonga mbele from one glory to the other. Mwisho wako umewekwa, mipaka yako imewekwa. Hey! Praise the name of the living God. That is why you can fast for a job,
and after prayer and fasting ufutwe kazi. Hiyo ni majibu ya maombi ya Mungu. Anakuambia ninakutoa kwa hii kazi nikupeleke kwa mlango huo mwingine. Unaweza kufunga kwa sababu ya kioski mahali unauzia, ukimaliza maombi ikuje ibomolewe. Ni Mungu anakuambia siku za hii kioski zimekwisha. Unajua watu wengine kuwatoa mahali ni kama kupe, lazima uang'oe. Kama Elijah amekaa mahali anakunywa maji na analetewa nyama na tai, but the Bible says the brook dried, na tai naye haleti nyama. Unajua before the brook dries lazima ukunywe mtondo, ile maji machafu. Elijah alikunywa mpaka kisima kikakauka. Kauliza gai kaurenda kujuraga, Mungu unataka kuniua? Praise the name of the living God. Mungu akamwambia hapana, siku za kukaa hapa zimekwisha. I have prepared, I have commanded a widow. Praise the name of the living God. Hii siku za kukaa nje, mzee utakufia hapa. Nataka ukae kwa nyumba na uwe unapikiwa na mama. Praise the name of the living God. Hallelujah. Watu wengine kuwatoa mahali lazima kisima kikauke, kwa sababu kabla hakija kauka hawawezi kutoka. Na kisima huwa kinakauka, na ni mahali umekuwa na Mungu, na ni mahali umeona Mungu, mpaka unauliza, si Mungu ni wewe ulinituma hapa? Si Mungu umenizungumzia nikiwa hapa? Ndio, lakini haukuwa uishi pale milele. Praise the name of the living God. Haukuwa uishi pale milele. Kuna watu huwa wanakatalia nafasi moja ati kwa sababu waliona ishara fulani na Mungu aliwanenea juu ya mahali pale na wameona mkono wa Mungu. You can lease even a church property. I want to speak to pastors. You can lease a church property to go to a larger and a bigger and a spacious ground. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wacha kushikilia hii kaploti unasema hata yule alitupatia ni Mungu alimnenea na aliona hata malaika na nguo nyeupe. Ndio. Praise the name of the living God. Lakini haikumaanisha kwamba Mungu hawezi kunena tena na akwambie sasa toka mahali hapa na uende mahali ambapo nitakuonyesha. Hey! Ninakuachilia usonge mbele. I feel in my spirit tonight, I am speaking to somebody in the mighty name of Jesus, and after this conference, receive the grace to move forward in the mighty name of Jesus. Somebody hearken to the voice of the Lord in the name of Jesus. Wacha kukatalia mahali pamoja. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu Mungu ni Mungu, ameweka mipaka, ameonyesha mwisho wako. Unaweza kuwa na biashara ambayo inaleta pesa, but you must be very sensitive when the time to exit that business comes, because if you are not careful, hiyo business inaweza anza kukula ile faida yote ilikuwa imekupatia, kwa sababu haukutambua majira ya kwamba hii biashara Mungu ameitumia kuniinua kiwango hiki, lakini Mungu anataka niiwachilie. Ukikosa kuiwachilia itakula mpaka uauctioniwe, mpaka nyumba ulikuwa umejenga na ile biashara, mpaka unasema kwani ni mapepo gani hili nipata? Si Mungu amekuwa pamoja na mimi, na vile nimekuwa nikijitolea, na vile Mungu amenibariki, na vile Mungu hata amenenea watumishi wake. Aliwanenea ndio, but you are not sensitive ya kwamba kuna wakati Mungu anaweza kupatia kazi ikufikishe kiwango fulani, na ingine tena ikuchukue ndio ikupeleke kiwango kingine cha maisha yako. Praise the name of the living God. Hallelujah. Inaitangwa discerning the times and seasons, because life is in seasons. Praise the name of the living God. Unajua haya ni majira ya kufanya jambo hili. Biblia inasema mkulima anapolima, in the book of Isaiah, analima,
Lakini hashindi tu na jembe ya kilima. Kuna wakati anachukua mbegu anapanda. Kuna wakati anakuja anavuna mbegu kulingana ni mahindi ni ngano. Kuna wakati kama ni ngano lazima ipeleke kwa kisiagi isiagwe ndio iweze kupatiana unga ya chapati. Those processes Biblia inasema na Mungu wake kumpatia hekima. Na wewe lazima uwe na hekima katika haya maisha ya kujua processes za Mungu katika maisha yako za kukuingiza kwa hatima yako. Praise the name of the living God. Hallelujah. God is a God of geographical locations. Acts chapter 17 and verse 26. The Bible says he determined the times and the places even we are to be born. Acts 17 and verse 26. Inasema from one man he made every nation of men that they should inhabit the whole earth, and he determined times set for them and the exact places they should live. The exact places they should do what? Just imagine. Mimi nimeona Mungu anaweza kumake sure unaishi mahali ambapo alipanga utaishi. Si ulisikia tukitolewa testimony, kuna mtu aliona hema hii 23 years ago ikiwa hapa. Mungu anaweza kupanga maisha, hata huduma yako, hata maisha yako vile atakavyoenda. Na kuzaliwa na kupangiwa mahali utaishi, it does not mean that it is permanent. Kule ulipangiwa kuzaliwa ndio utakufia. Praise the name of the living God. Hallelujah. Unaweza kuzaliwa mahali fulani. Mimi leo naishi Nakuru na nilizaliwa Kiambu. Baada ya kuzaliwa Kiambu nikaenda Nyandarua. Baada ya kukua Nyandarua nikarudi Nairobi, nikakaa kama miaka 10. Baada ya Nairobi nikaambiwa aenda Nakuru. Lazima ufuatane na Mungu. Mungu alimwambia Abraham, achana na watu wenu, achana na shamba lenu, nifuate. Akakaa kwa hema, kumaanisha ya kwamba kuna mahali unaenda unakuwa, but it is still temporary. You are a sojourner. Anakupeleka from one place to the other. Praise the name of the living God. Hallelujah. Oh, mimi nikihama nyumba lazima niombe. Mimi sihami ati hivi. Hata kujenga. Juzi nilikuwa na, baada ya wakati tulijenga kanisa, because nilikuwa na covenant nitajenga nyumba wakati nitajengea Mungu nyumba. Nilipoanza kutafuta mahali pa kujenga, Mungu akaniambia hapana, huku natafuta mahali ya kujenga, sio huku utajenga. Mungu akaniambia mahali nitajenga. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ndio unaonanga watu wanaishi mahali unavurugwa tu mpaka shetani anakuvuruga, anakuambia wewe dole wago huko, wewe sio hapa, because ile location huko. Unajua Mungu ni Mungu wa imani. Akitumana msaada wako, malaika wako wa kukulinda, anaendaga mahali unapaswa kuwa, na wewe unaenda direction nyingine. Praise the name of the living God. Sasa unakaa mahali hauna security. Jina la Bwana lipewe sifa. The Bible says that Paul was praying for the church in Colossae that God may fill them with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding. Wapendwa, kujawa na kujua mapenzi ya Bwana ni faida kubwa katika maisha haya, because Mungu anasema, I know the plans I have for you. These plans, they are not for evil, they are for good, to give you a hope and a future. Praise the name of the living God. The greatest investment I have made in my life in prayer is to seek for the will of God. You know, there are people who are not interested with God's will. Wao wanajipanga na wanapanga maisha yao vile wanataka. Shida ni kwamba Mungu anasema mimi ni mwanzo na mwisho. Sasa watu wengine hutaka kuita Mungu hapa katikati, kukiharibika ndio wanapiga duru. Oi Jehova, oi nikumbuke. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu huwa anataka aanze na wewe, ndoa, biashara, huduma, kazi, chochote unafanya unamhusisha. Ukimhusisha mwanzo, atatembea na wewe, atakufikisha mwisho. Lakini sio kuita tu wakati Mungu uko kwa shida. Hii nyumba nilijenga Elia, hii kumbe kuna shida. Mwambie Bwana niongoze. Investment
Wengine tumeingia kwa investment zikaleta shida. Mwambie Bwana, I desire to invest, lead me. I want to buy a car, lead me. Praise the name of the living God. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. I remember one time, and I've given the testimony, I gave my car, and God spoke to me to give it out. Then I stayed for 4 years without a car. And then when I wanted to buy a car, somebody came and told me the exact vehicle that God wanted to give to me. And I got exactly that vehicle. Praise the name of the living God. Hallelujah. Pengine ndio gari yako inakuanga na shida mingi hivyo, unaingianga unagurumisha na kwambia leo sikupeleki. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri kukaa katika mapenzi ya Mungu katika kila jambo katika maisha yako. Vijana, husisha Mungu unapotaka kuingia kwa ndoa. Unajua wakati Mungu anataka kukubariki, kuna vitu counterfeit. Shetani akijua Mungu amefungua mlango fulani, shetani anafungua milango mingine 5. Hata kama wewe ni dada na ulikuwa unataka kuolewa na huko unaulizwa, sasa unakuta watu kama 5 wanakuja kukuuliza. Sasa mpaka unachanganyikiwa, niolewe na ule yako na gari ama ule yako na kazi? Na huyu anasema Mungu alimzungumzia, lakini nikiangalia sura kuparara naye. Bwana asifiwe sana. Tafadhali dada, ukiangalia kuparara hautasaidika. When I married my wife was driving. Mimi singe afford kujiripia nyumba. When I married my wife ndiye alikuwa ananisaidia na pesa. Sasa kama angenikataa, angekuwa wapi siku ya leo? Bwana asifiwe sana. Na sasa alifika mahali mpaka nikamwambia, hii kazi unafanya wachana naye. Jina la Bwana ipewe sifa. Umesupport huu mwito kutosha. Sasa ni mimi nitakaye kubeba. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Unaweza olewa na jamaa unambeba, lakini siku moja atakubeba. Wacha kutaka ule anakubeba kutoka mwanzo. Praise the name of the living God. Ongozwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Jawa na kujua mapenzi ya Bwana katika maisha yako. Am I speaking to somebody tonight? Bwana asifiwe sana. Wangapi unasikia nina connect na destiny yangu usiku wa leo? Tutaenda kuomba na utaunganishwa na hatima yako. Bwana asifiwe sana. The Bible says the steps of a righteous man are ordered by God. There is a way God can order your steps. Anakuelekeza kwa kazi, kwa biashara, kwa huduma, kwa ndoa, kwa maisha. Ana order your feet into the right direction. Huyu Mungu ni mwaminifu sana. Hakupanga maisha yako na hayuko tayari kukuelekeza. It is us ambao wakati mwingi hatuna haja na vile Mungu amepanga. Wakati mwingine tunafikia we are smarter than God in terms of planning, lakini Mungu ndiye mwenye hekima. Unajua shida ya mambo ya Mungu, he calls things which are not as if they were. Wakati wa mwanzo mambo ya Mungu hayakai kama yatakuwa mazuri na kama yatakuwa na faida, lakini baadaye ukimfuata, kama Abrahamu angekatalia kwao, si baadaye Mungu alimbariki akawa mtu ako na jeshi yake ya wanaume 318. Kama angekatalia kwao, na pengine kwao hawakuwa hata na watchman, angefika kiwango hicho wapi? Praise the name of the living God. Hallelujah. Na wewe unaweza kufikiria ati ya kwamba what you have is the best, but I want to tell you, your best is yet to come. Surrender to the will of God in the mighty name of Jesus. Praise. I know sometimes it's not easy. I share my testimonies when I resigned from my place of work because I had God and I knew this is the will of God for me. Hakuna mtu angeamini. I was young, I was 23 years. I was a civil servant. Nilikuwa nimefanya kazi miaka michache.
but God clearly told me, wachana na hii kazi, enda unitumikie. Nilipoenda nikaambia wakubwa wangu, kwanza nilianza na brethren walisema, kama one of my close friend ambaye I had trusted him, nilipomwambia akaniambia, Kimani, hapo hatuwezi shirikiana na wewe, because aliona nikiwacha kazi pengine itakuwa mzigo kwake. Bwana asifiwe sana. Wengine wakaanza kusema ni kama nimerogwa. Kuna dada mmoja tulikuwa rafiki naye, na kwa sababu tulikuwa na rafiki naye, alikuwa ako na high hopes nitamuoa, lakini ikafika mahali nikamwambia candidly, mimi sitakuoa. Sasa walikuwa nasema aliniroga, because wakati nilikuwa nawacha kazi niliuza kila kitu, na nilikuwa nasema Yesu alisema ndege wako na viota na boya wako na mashimo, na mwana wa Adamu hana mahali pa kuweka. Wakaona huyu jamaa, ikabidi niitwe na wakubwa. Wakubwa wakasema, hii resignation yako ya miezi 3 hatuwezi kubali, enda kwanza kwa daktari wa kichwa wa serikali. Nikaenda kwa daktari wa kichwa, akaniuliza maswali, finally akasema, nimeona wewe sio mbaya sana. Na mimi kutoka hapo nikalizaina na masaa 24. Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambie, wakati unafuata Mungu, kuna wakati kunaonekana kama ni giza, kuna wakati kunaonekana kama ile njia unafuata haina tumaini. Lakini kama we ni mtu ametamani na amejizoeza kusikia Mungu katika maisha yako, unaweza kufuata njia ambayo Mungu anakuelekeza. Sometimes also faith is taking a risk. So I was taking a risk in my life. Praise the name of the living, because surely I did not have anything, I did not have anyone to help me, but I decided to risk. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na wakati nilipochukua hatua, I have never regretted of what God has done in my life. Praise the name of the living God. May God give you the grace to take a step of faith in the mighty name of Jesus. Wengine Mungu anataka muingie viwango vipya vya maisha yenu, vya hatima yenu, lakini sauti za uchumi na hali ya maisha vile yalivyo inakuambia haiwezekani. Wakati mwingine ni vizuri kusikia Mungu. Isaac aliambiwa na Mungu, usiende Misri kwa sababu katika hii nchi nitakubariki, hata ukiona kama kuna kiangazi wewe niamini. Biblia inasema Isaac akapanda na Mungu akampatia 100%. Kuna wakati unaweza angalia mahali shida na uone kama utatorokea ile shida, lakini Mungu akwambie mahali hapa ndiyo mahali ambapo nitabariki maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Na achilia neema ya kuongozwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Huyu Mungu ambaye ameniongoza nikafika mahali hapa, ninaachilia neema ya kusikia sauti ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Vijana wasikie sauti ya Mungu, watumishi wa Mungu wasikie sauti yake ikiwaongoza. The Bible says you shall hear a voice telling you this is the way. Kama wanadamu wametengeneza GPS. Unajua sisi kwanza wale tunatoka nje ya Nairobi imebadilika. But siku ya leo ukija Nakuru unaweka GPS, inaenda ikikwambia 300 meters turn right, after 1 kilometer turn left, 50 meters you are arriving at your destination. Praise the name of the living God. Na hao ni wanadamu. Naye Mungu mwenyewe anasema nini? You shall hear a voice behind you, spiritual GPS telling you this is the way, this is the way. Can you declare I receive installation of a spiritual GPS, the GPS of my destiny, in the mighty name of Jesus. Wale wameenda mataifa, wameendelea hata Marekani, hawajuangi mahali wanaenda. Kazi yao ni kuweka tu address. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na wanaanza safari, na wataenda mpaka iwaambie you have arrived at your destination. Kama wanadamu wanaweza kufanya hivyo, hata Mungu anaweza kukupatia sauti ya kukuongoza mpaka siku moja uambiwe you have arrived at your destination. Praise the name of the living God. Katika safari utasimama kunywa mafuta, katika safari utaingia kwa hoteli ukule, wakati mwingine utarara mahali kwa njia,
lakini bado haujafika kwa destination. Si Mungu atusaidie, atufikishe katika hatima zetu. Receive the grace to your destiny. Receive the voice of your destiny in the mighty name of Jesus. Receive the ability to hear God for yourself in the mighty name of Jesus. The Bible says, my sheep heareth my voice. In the name of Jesus, receive the ability to hear God in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hakuna kitu kizuri kama wakati Mungu anataka uswitch gears in life. Yeah? Na unajua this is the will of God. God wants me to move from this to this. My ministry is changing. Praise the name of the living God. Hallelujah. And I remember one time I was leaving a ministry. And in this ministry I was a very active member. But I knew clearly God wanted me to leave this ministry, because I was a treasurer and one of the founders. So what I did, I called the meeting. I carried a radio cassette to record, because no one could believe that I am going to leave. So nilibeba hata mimi mwenyewe nienda kujirekodi. Bwana asifiwe sana. Because hata mimi nilikuwa naona hii kitu ni strange, but it was very clear in my mind, this is the will of God for my life. Praise the name. But physically hakuna mtu angeona kama unaweza ondoka. You are one of the founders, you are a very active member. How do you live? But I knew it is the will of God for me to live. Praise the name of the living God. Ole wako watu wale unaondokanga mahali wakati kunachomeka. Lazima kuwe na shida kubwa ndio utoke. Toki nya ubudhuroni mwaki. Sio lazima utolewe na moto ndio utoke. Kuna wakati hata mambo inakaa imetulia na mambo yote inakaa vizuri, but this is the time. Watu wengi wanatolewanga na shida. Lazima kisima kikauke, lazima watu wakuchukie, lazima watu wapigane na wewe, lazima uinukiwe mahali pa kazi ndio utoke. Hauwezi kutoka kwa amani mambo ikiwa sawa. Praise the name of the living God. Hallelujah. But if you desire to be led of God, I have seen that God can lead you. Bwana asifiwe sana. Usiniangalie unaone kama mimi ni perfect. Kuna wakati moja mahali pamoja I had prayed for 21 days. And because I felt this is where God wanted me to do ministry and have an impact. Na mahali pale nikatafuta hata watu wa Gideons, na wakaniambia watakuja kupatiana Biblia 4,500. Wakati I went to consult my boss akaniuliza, who gave you that permission? Nikaambiwa hata kuhubiri hapa usiendelee kuhubiri. Bwana asifiwe sana. Ni Mungu alikuwa anajibu maombi yangu kwa kufunga huo mlango. Hakuwa shetani. Lakini kwa sababu wakati mwingine hatusikii, lazima Mungu atumie mtu. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwingine tunaweza kuona kama ni vita na kudharauliwa, lakini ni Mungu ambaye anasema your time, ile maombi umeomba. And after that is when we began a ministry called Neema. I became a chairman, and God was with us in a very, very powerful way. Bwana asifiwe sana. So I have seen in the journey of destiny, it is very important to discern the voice of God and what God is speaking to you. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kuna njia nyingi za Mungu kukuongoza. The Bible says in the book of Psalms 32, if we can read Psalms 32 verse 8. Psalms 32 verse 8. The Bible says, I will instruct you and teach you the way you should do what? You should go. I will counsel you and watch over you. But verse 9 nasema nini? Do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bait and bridle, or they will not come to you. So kuna watu inabidi hapa, watu ambao Mungu anasema I will teach you the way you should go, I will instruct you, I will show you the way. Lakini Mungu anasema do not be like a horse or a donkey. So kuna watu Mungu huwa anawaongoza kama farasi. Unaonanga farasi ile kitu inakangwa hapa, bait and bridle. Hiyo kitu sio comfortable.
ndio ukitaka kuigeuza lazima uigeuze, na ni machuma iko kwa mdomo. Kuna watu wengine kuwageuza katika maisha, you must make them uncomfortable. Kuna watu wengine kuwageuza ni kama punda, lazima uwashike na kamba. Kuwashika na kamba ni kumaanisha hapa kuna watu ile kitu imekushika ni kusota. Hata wengine kesha hapa umekuja kwa kusota tu, wacha tuseme tu ukweli. Kuna mtu mwingine hata amekuja hapa ungekuwa hata kwa baa, lakini kwa kusota uko kwa kesha. Baka unauliza kagithomo ikorogo na andu aingi atia? Kwa nini mikutano ya kanisa inakuanga na watu wengi namna gani? Because kwa baa hujazoea kuona watu wengi hivi, lakini tunakukaribisha hata hivyo. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu anaweza kutumia hali ngumu ndio akuongoze, lakini sio lazima kila wakati. Anasema do not be like. So ni onyo ya kwamba usiwe kama mnyama ambaye hana akili, ambaye lazima nguvu zitumiwe. So there are people ndio wageuze na waache njia fulani wafuate njia fulani. Lazima they have no understanding of God's will, so you must use some force. But God anasema verse 8, very simple. Verse 8 anasema I will instruct you and teach you the way you should go. Imagine, I will counsel you and watch over you. Mimi napenda kuwa verse 8. Hii mambo ya verse 9 ya kuwa farasi na punda mimi sitaki. Praise the name of the living God. Inaumiza mtu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Kuna mtu saizi ukipewa pesa mingi hatutakuona kanisani. Uko kanisani kwa shida. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu angetaka akuachilie ya kwamba hata ukiwa na milioni haitakuharibu kichwa, hata ukipata bilioni. Jina la Bwana lipewe sifa. I remember Bishop wakati mwingine uniambia I think that was about 10 years ago or more. Nikiwa kwa mkutano nikasema leo Mungu akinipatia milioni 100 nitazitumia, na niuliza kama akona zingine aniongezee, because hazitanisumbua. Na siku ya leo Mungu akinipatia, kwanza sasa nikipata tu 1 billion nitaitumia tu, na niuliza kama kuna zingine zimebaki. Praise the name of the living God. Hallelujah. Itakuwa pesa, haitaniharibu kichwa, hata sitanunua nguo mpya ya kulinga naye. Praise the name of the living God. Kwa sababu ninajua kile ambacho ninapaswa kufanya na zile pesa. Praise the name of the living God. Lakini kama haujajawa na kujua mapenzi ya Mungu, pesa zingine zitakuharibu, zitakuondoa katika mapenzi ya Bwana. So wakati mwingine Mungu anataka tuwe na kuelewa. Wengine biashara ikiinuliwa, utafikiria tu mambo yako, utaanza kufanya mambo ambayo hata yako katika mapenzi ya Bwana, na biashara yako itaanguka. Sasa Mungu anakuzuilia tu, anasema huyu wakati ataelewa mapenzi yangu, hii biashara yake nitainua. Lakini kwa sababu saa hizi haelewi na hashikanishi, praise the name of the living God, ya kwamba sitambariki tu kwa ajili yake, nitambariki kwa ajili ya makusudi yangu. Praise the name of the living God. I told you many years ago, niliamka saa 9 kuomba asubuhi. Mungu akaniambia niko na pesa ya kufanya kazi yangu, na hiyo pesa sikuwa nimelipa nyumba miezi 3, sikuwa na radio kwa TV ama TV kwa nyumba. Mungu akaniambia niko na pesa ya kufanya kazi yangu. Mungu akaniuliza uko tayari nikupatie hiyo pesa? Nikaambia Mungu sijalipa nyumba miezi 3 na unataka niingie kwa media. Mungu akaniambia sio mambo ya media, ni pesa ya kufanya kazi yangu. Hainunuangi ma radio, hainunuangi ma TV, na sio ya kulipa nyumba. Bwana asifiwe sana. Sikuwa nimelipa nyumba miezi 3, na wacha nikwambie hiyo nyumba iliendelea bila kulipa mpaka ikafika miezi 6. Hata about 2-3 years ago ndio landlady alikuja akaniambia alifanya vibaya sana, because nilimwambia nikubalie nitoke tu, nitakuja kulipa hiyo deni. Na akaongea na mzee wake, mzee akamwambia huyo kijana sionangi akiwa mbaya, wacha tu atoke. Na baadaye nikawalipa. Sasa juzi aliniletea hiyo check, ile pesa yote nilileta, akaniambia kama nikijua wewe ni mtumishi wa Mungu singekulipisha hiyo pesa. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu akona nguvu
ya kukutumia vile anavyopenda. Watu wengine tunafikiria kuwa na pesa mingi, kuwa na cheo na mambo makubwa. Nilikwambia mchana, kuna mamilionea wengi ambao wamekufa through suicide, wakajiua. Because life ni bure kama haujajawa na mapenzi ya Mungu. Unajua watu wale hamuna pesa, unafikia nikipata pesa, nikipata nyumba kubwa, nikipata gari kubwa. Utapata hizo vitu zote na upate there is a lot of hollowness and emptiness katika hiyo mambo. Ni mapenzi ya Bwana na purpose ya Mungu ambayo huwa inasaidia mtu kuwa na fulfillment katika maisha. That is why Jesus said, my meat is to do the will of him who sent me. Kuna wakati mapenzi ya Bwana yanakufurahisha kama nyama, yanakupatia fulfillment. Haupatiwi fulfillment because mambo haya ya dunia unaweza kuyafanya na bado usikie haujatosheka, lakini kwa kufanya mapenzi ya Bwana. Wangapi waligugu? Niliwaambia wagugu. Kuna mtu aligugu baada ya ibada? Amuko gugu. Nilikwambia you gugu millionaires who killed themselves through suicide. Wako wengi. Wengine they are not millionaires in Kenya shillings, they are millionaire in euros and dollars. But walipata hizo pesa zote and they feel there is still a lot of emptiness in their life. Praise. Wengine wakachukua tu buduki zao. Mtu anajipiga risasi, anaona kwani hii maisha ni bure namna gani? Nilikuwa nafikia nikifanya hivi nijenge nyumba ya gorofa, iwe na swimming pool, nifanye nini, nipate hii gari, nipate mke, nioe mwingine. Hata ukioa 6 ndio wanakusubua zaidi. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo afadhali upambane na mmoja. Kuna kapicha niliona mahali, kuna mzee alikuwa anabeba picha ya mke wake kila mahali. Akienda mahali kuna shida, akitoa picha ya mke wake anaanza kusmile. Paka mke wake akamuuliza, yaani siku hizi nasikia unabeba picha yangu kila mahali. Unajua ukiwa wife, usikie picha yako ndio huwa ina encourage mzee ana smile hata kama ako kwa shida, hata unafurahi. Sasa mzee akawa kila mahali anaenda na picha ya mke wake. Siku moja wife akamuuliza, bado wewe unabeba picha yangu? Akamwambia ndio iko hapa. Lakini akamwambia, leo ni vizuri nikuambie ukweli. Ungetaka nikuambie ukweli? Mzee akamwambia, ukweli ni kusema hivi, vile umenisumbua mimi naangaliaga picha yako, nasema kama nimewezana na hii shida nyumbani, hakuna shida ingine itaniweza. Anyway, God have mercy. Praise the name of the living God. Those are not the kind of families we want. Lakini nilikuwa nataka kusema hivi, unaweza kuwa mke mmoja, uoe wawili, uoe watatu, unatafuta kutoshereka, lakini bado usikie maisha there is a lot of vanity. Mungu akujaze na kujua mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akujaze na kujua mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo tunaenda kuombea hatima zetu. Wangapi wanaaminia hatima zao ya kwamba utafika mwisho? Mungu atakupatia sauti yake ikuongoze. Oh my God, wale mmekaa mahali pamoja, Mungu akupatie neema ya kusonga mbele. And I want to encourage every pastor, every man of God, and each one of you, don't give up because of where you are today. When I look where I have come from, praise the name of the living God. Ninakumbuka wakati moja kanisa letu Nakuru tulikuwa tumefika mahali tuko na deni ya milioni 2. Na wakati huo deni ya milioni 2 kwangu ilikuwa pesa mingi. Sasa usiku moja nikawa ninaamuka mpaka nafanya kichwa hivi. My wife naye sijui aliamuka namna gani, akaona vile mzee anapeleka kichwa. Alafu nikajiwekelea. My wife akaniamsha akaniuliza, what is happening? Mbona unapeleka kichwa hivi? Nikamwambia nafikiria juu ile madeni tuko naye. Yaani unafika mahali unasikia ni kama
kichwa inataka imwagiwe maji baridi, ni kama inaenda kupasuka. But I came to learn, David said, in distress you enlarged me. Bwana asifiwe sana. In distress, kuna wakati Mungu anakupitisha ile hali, na sio ya kukumaliza, ni kuona, anaona uko na moyo kidogo, anataka akupanue, kwa sababu mambo yale utabeba. Unajua saa hizi unaweza kufikiria uko na shida, lakini sisi wote tukitupa shida zetu hapa, uanze kuangalia utachukua ya nani, utasoma, na baadaye uitishe microphone useme mtu asichukue yangu. Kwanza ushike apostle. Praise the name of the living God. Utasoma useme yangu iko wapi? Sitaki ya apostle. Praise the name of the living God. Because wakati wewe unasema nikipata 20,000 nitatulia. Bwana asifiwe sana. Wengine tukikwambia ile pesa inatusubua, utawachana na sisi na uendelee kutafuta yako 20. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu amekupatia shida inatoshana na wewe. Na ukiona mtu analia sana kwa sababu ako na shida, sio yeye ako na shida kubwa. The Bible says in Proverbs 24:10, if you falter in the day of trouble, how little is your strength. Wakati unaonanga if you falter in the day of trouble, how small is your strength. Can we read in New Living Translation? Tuone inasema nini. Inasema, if you fail under pressure, your strength is too small. So when you fail under pressure, sio kumaanisha wewe ndio uko na pressure kubwa. Nilikuwa naongea na ndugu moja na Nakuru, akaniambia, mi apostle na kuangalianga unani inspire, because nikijua ile mambo uko naye na sioni ukistuka. Praise the name of the living God. Ninakuangalia, ninakuwa encouraged. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Some of us mizigo ile huwa tunabeba. Hata tukikupatia hiyo mizigo na tukwambie chukua hiyo gari kubwa hapa uende naye, utafika hapo useme lekevie maguru. Kube hii gari kubwa inatoshana na shida kubwa ya mwenyewe, wacha nitembee mguu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Me, I don't even envy the president. Atikuwa rais wa Kenya, sio mimi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu kila nafasi katika maisha iko na changamoto zake. Jina Bwana lipewe sifa. And especially when you are genuine. You know, political careers are some of the most deceptive careers, because lazima uonyeshe watu. Imagine, hii ni kazi wewe mwenyewe unataka ndio ukule na ukae vizuri na watoto wako wakae vizuri. Si kazi ya siasa ni kazi? Si unataka hiyo kazi? Lakini hii kazi ndio ukule na ukae vizuri, si lazima udanganye watu, uambie ni nyinyi ninatetea. Lakini wewe unajua ni wewe unafanya nini? Unajitetea. So mimi sitaka kuwa mwanasiasa. Praise the name of the living God. Because ni kazi ngumu ya kuambia watu ni nyinyi, ni nyinyi, ni nyinyi. Lakini jioni mnapigana high five. Nasema choma ikuje hapa. Bwana asifiwe sana. Na watu wale mlikuwa mnaambia ni nyinyi, ni nyinyi, ni nyinyi, hawana stima, hawajalipa karo. Wewe watoto wako wanasomeanga Switzerland. Praise the name of the living God. Watu wale unaambia kujeni turushe mawe, wotilio wakuwa mele, hakuna atakufa mara mbili. Saa hiyo ako na tiketi ya ndege kukiharibika, ataingia kwanza. Hata sio tiketi, wengine wako na chopa. Praise the name of the living God. Hallelujah. But we declare they shall not destroy the destiny of our nation. In the mighty name of Jesus, we secure the destiny of Kenya. In the mighty name of Jesus. Wengine hatuna mahali pa kwenda, wengine hatuna manyumba Dubai, wengine hatuna offshore account. Kwanza hizo offshore account wewe hata ujui ni nini.
Ile language unajua ni fuliza, na hiyo pesa yako ya fuliza ndio inapelekwa offshore. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. May God have mercy upon our people in the mighty name of Jesus. We shall fight for our destiny tonight in the mighty name of Jesus. Naona Mungu akipatia mtu neema kwa ajili ya hatima yako, watu ambao wamepitia mambo mazito. Huyo Mungu ambaye amenisaidia, huyo Mungu ambaye, ukisoma hiyo the book of the story of my mom, utaona our family has come from very humble beginning. Mimi hata mwili yangu siku ya leo bado niko na alama ya kukuliwa na kunguni. Najua ni vizuri kusema ukweli. Umeshaikuliwa na kunguni mpaka unajikuna, mpaka unaona makucha haina nguvu ya kujikuna, unatafuta kagunia. Mtu anafikia ni handkerchief uko naye kwa mfuko, kumbe ni kagunia. Unatoaga, unaweka, unajikuna, alafu unarudisha kwa mfuko. Tumetoka bali. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Na kama Mungu amenisaidia kufika hapa, hata wewe atakuinua katika jina la Yesu Kristo. Mapepo yaliyosema hautawahi kuinuka, yaliyokupiga na ufukara, yaliyokupiga na magonjwa. Mimi nipiwa na magonjwa. Mimi nikiwa standard 5 ni kuanga na ulcers. Na kwa sababu hakuna chakula, mko githeri ya white. Sasa mimi nilikuwa sometimes nasiaga kaunga yangu kidogo, natoboa mkebe ile ya kibo, nasiaga kaunga yangu kidogo ndio upate kakitu ya kukula, kwa sababu ya shida. Mimi meno yangu iling'oka mara ya kwanza, ya pili. Hii meno niko naye ni mara ya tatu. Miracle teeth. So kama wewe ni daktari uko hapa unasema ati meno iking'oka mara ya kwanza iwezi kumea, angalia yangu niambie ilitoka wapi. Made from heaven. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu anaweza kukupitishia katika moto, lakini baadaye hata moshi, hata unywele wako moja hautachomeka katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakuvika utukufu, Mungu atakuvika neema, Mungu atakupanguza machozi. Praise the name of the living God. That is how the wells of compassion are dug in our life. Mtu ambaye amepitia shida katika maisha haya ni mzuri, because akiona watu wakiwa na shida anaelewa. That is why Jesus was to be made like us in every aspect. He was a carpenter's son. He was in an ordinary family. He went through the same challenges of life. Unajua the first Adam wa kwanza hakuwa hata na mkonyo, hakuwa na kitovu, because yeye hakuzaliwa. Ni mtu aliumbwa tu hivi akiwa mzima, akasimama akaanza kukula githeri, akauliza kuna mtu huko. Yani hakuwa mtoto hata siku moja. Adamu wa kwanza. Hakuna shida aliona. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo, alizaliwa kama wewe na mimi, akapitia shida. Praise the name of the living God. Zile hata mtoto wa kawaida anapitia in a family setup. Praise the name of the living God. Hallelujah. And that is why Biblia inasema ya kwamba yeye anaweza kutuombea, kwa sababu anajua udhaifu wetu. Anajua wakati alikuwa na njaa. If you read the Bible says he was hungry, he wept, he was thirsty, he was tired. Anajua kila kitu unapitia katika maisha haya, na yeye ako na uwezo wa kukusaidia unapopitia mambo haya yote. Praise the name of the living God. Niko hapa usiku wa leo niwaambie watu wa Kitengera, Kajiado County na Kenya, na wale wote wananisikiza, uko na hatima, na hatima yako Mungu aliiweka kabla hujazaliwa. Psalms 139 and verse 16 inatuambia Mungu aliandika
hatima yako katika kitabu na akaweka mpaka hesabu ya miaka yako. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Praise the name of the living God. Hallelujah. Your unformed body is like your spiritual body, because your mother and father gave you the physical body, but the spirit came from God, and the spirit man existed before you were born physically. That is why the Bible says, I knew you before you were formed in your mother's womb, because your mother and father gave you the body, but you came from God. Na vile tumekuja hapa, wengine tumekuja na magari, baiskeli, motorbike, lakini si umefika. Hata vile tulikuja hapa duniani, usiwe na wasiwasi.